Kanisa kazi yake ni kufundisha ukweli wa kumsaidia mwanadamu apate ustawi wa maisha yake ya kimwili na ya kiroho. Ukweli. Kwa hiyo sisi tutaendelea kueleza ukweli. Sisi wenyewe ni wahanga kama kanisa. Sasa hivi uko mkakati wa kuteka. Nimekuambia tangu Agosti tulishapewa warning. Nadhani hata juzi mliona warning rais wa baraza akae makini, anawindwa, atapotezwa, atafanywa nini. Ilitokea juzi kwenye social media. Hatupuzi. Hata mimi maamuzi haya yalifanywa Novemba ni wawe. Nikapelekewa taarifa Disemba. Nikaja kushughulikiwa Aprili na huenda inaendelea. Lakini sio hiyo, tumetekwa padri Mafinga. Unasikia wanasema huyu padri ana matatizo haya na haya, baadaye nageuka padri alijiteka. Lakini padri ametoka benki, ameingia kwenye gari. Baadaye ameingia kwenye gari na watu wengine wakaingia kwenye gari. Yakaendelea aliyoendelea. Baadaye yuko mahabusu. Padri Nikata wa pili. Tarehe 26 juzi Jumatano iliyopita, mtakaji mwanafunzi wa utawa wa usista ametekwa Mwanza. Tunapoongea sasa hivi juzi Jumatano tarehe 26, juzi leo tarehe 1, siku 4 zilizopita. Sasa tunapoongea vitu kama hivi kusema kwamba labda serikali imeweka mikakati ya kukomesha hili na kanisa, mnadhani sisi kazi yetu tusikilizwe tusisikilizwe tutaongea. Ila yasipofanywa kazi, nyinyi wananchi mtajua wale viongozi wetu wa kiroho walitutahadharisha. Na sisi tunaamini kwenye mazungumzano. Na mazungumzano yanaanza na ukweli. Bila ukweli hakuna mazungumzano. Hakuna hapo viongozi wa dini au yani mtu ambaye ana roho nzuri. Hata nyinyi hapa, mtu mwenye roho nzuri hamwezi kuongea kitu cha maana kwa kudanganyana. Lazima ubezi kwenye ukweli. Bila ukweli hamwezi kuongea kitu cha maana. Na sio kuahiana kwa sababu nitamtriki nitunge swali hili ndani nitamtisha nitafanya hivi. Hapana. Sisi hata ukitutisha hiki kinachofanyika kwenye kanisa Katoliki, tuna uzoefu wa kuishi na serikali za aina zote duniani. Alikuja Mkatoliki mwenzetu mmoja anaitwa Adolf Hitler. Alianzisha kikosi chake cha wasiojulikana kilichokuwa kinaitwa Gestapo. Kwa miaka 12 amelitesa kanisa na kuwaua mapadri, watawa, ameua. Na kuwachafua ya mambo nabii alijiteka, sijui ana madeni, sijui ana wapenzi, sijui ana nini. Sawa, ni mwanadamu ndani. Sasa kwa nini unawaua wote? Mapadri wako 1000 kama Tanzania, mapadri wako karibu 3000. Sasa kama padri Kitima hafai, sasa simshirikie Kitima tu, mchukueni mpelekeni ndani huko, mwekeni ndani muondoe. Sema tutaanza kuwashughulikia, tuondoe mapadri wabaya, alafu sasa nyinyi ndio sasa mnaanza kuweka na mapadri. Sasa serikali inaanza kuchagua padri mzuri au padri sio mzuri. Kwa hivyo napenda kusema kwamba kanisa tutaendelea kusimamia ukweli. Ukubalike usikubalike tutaendelea. Lakini tunachoomba, Tanzania tulikuwa wakweli. Tanzania tulikuwa wakweli. Kwenye mambo ya siasa tulikuwa wakweli mpaka 2015. Baada ya pale Watanzania tunaishi kwenye uongo kisiasa. Na tusipouacha uongo tunaharibu taifa. Tunaharibu nchi. Hakuna mtu asiyependa kujitawala, ibara ya 8. Kila mtu anataka kujitawala na kutawala nchi hii na ana haki ya kuonyesha hiyo nia kutawala. Apewe ridhaa na wenzake. Unapowazuia watu kutawala kwa ujanja, kwa uonevu, unaleta matatizo. Hilo lazima tuliweke baya. Sasa hayo yasiposhughulikiwa, tutaweza tukaweka walinzi hata kwa kila mtaa. Inaweza kufanya kazi. Watu wasi nani, lakini tatizo sipolitatua kwenye ukweli, bado unajenga tatizo kubwa zaidi. Sasa umezungumza Katoliki mwenzenu bwana Adolf Hitler. Umeniongezea swali hapa kuhusiana na siasa. Ndio alikuwa Mkatoliki. Hitler Katoliki mzuri kutoka sasa hivi ni Austria, lakini wakati ule Austria na Ujerumani sehemu ile alipotoka ilikuwa zinaendana. Unasema wakati Hitler alikuwa madarakani alikuwa na wakandamiza hadi Wakatoliki wenzake. Aliwashughulikia sababu kanisa lilikuwa na nguvu. Aliwashughulikia Wakatoliki pasavyo na kwa kuwaua tu sio. Kanisa lilisimama kukataa uonevu. Lilisimama na kusema kwa sababu kuna narrative inatengenezwa kwamba kanisa Katoliki lenyewe linajiona kama ni kanisa bora, ni kanisa lenye nguvu. Kwa hiyo inavyotokea viongozi kwenye mataifa mbalimbali ambao either hawataki kuendana yani wanaonesha kulinyima interest za kanisa Katoliki, hapo linageuka kuwa mwiba kwa serikali hizo. Sisi tuna interest gani katika kusimamia ukweli kama sio kumwakilisha Mungu? Tunaposimamia ukweli, Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Ni neno, ni uhai, ni uzima. Ametumba sisi kwa sura na mfano wake. Sasa tunapoelezea
juu ya ukweli, tunatafuta maslahi yetu yepi. Kwa mfano, nashukuru umetaja hili. Sisi tulianzisha ile inaitwa tume ya huduma za kijamii, CSSC, Commission for Social Services, Christian Social Service Commission, inaitwa CSSC. Tumeingia mkataba na serikali kwa sababu Wakristo wenzetu wa Ujerumani, Wakatoliki na Waluteri, wakati ule hali imekuwa mbaya ya uchumi ya nchi hii mwaka 92, wakasema ili tuweze kuwasaidia na sisi tunatoa, sisi huku Ujerumani serikali yetu inatupatia hela kama Wakatoliki na Waluteri ili tuwaletee ninyi, lakini serikali yetu inataka kuona hizo huduma za kijamii ambazo Watanzania watazipewa na Wakatoliki na Waluteri na Waprotestanti wote, zitawasaidia Watanzania wote, sio kusaidia madhehebu haya mawili. Wekeni mkataba. Ndicho tuchoweka mkataba, na hela zinaletwa na Mjerumani. Hatupewi hela na serikali. Serikali mpaka sasa inatupa msamaha wa kodi tu, nako ni makubaliano tangu tupate uhuru. Serikali nchi hii ilipopata uhuru, taasisi zilizokuwa nyingi, shule na hospitali, zilikuwa za makanisa. Mwaka 69 Nyerere akasema, wameanza kujadiliana 67 mpaka 69. Nyerere akasema hatuna shule, Muingereza hajajenga shule za kutosha, mkoloni hajajengea shule za kutosha. Nyinyi wa misionari, hizi shule zenu ni nyingi. Sisi hatuna uwezo kujenga shule zote hizi. Kama sisi kanisa Katoliki tulinyang'anywa na serikali kwa sababu hatukufidiwa. Tunashukuru sasa hivi wanaturudishia tukitaka. Zingine tumeshaacha ni kwa ajili ya huduma zetu. Shule 1300 plus kuchukua kuanzia wakati ule, kuanzia za kichekechea, msingi, sekondari na kuendelea. 1300. Serikali ilikuwa na shule hazifiki hata 100 wakati ule. Wakati wa Nyerere tunapata uhuru. Katoliki mwenzenu ndio alitunyang'anya kwa kujadiliana, kwa kuomba. Mwaka 69 tukasema basi chukua, ila tukamwambia hospitali hapana, na akasema hospitali sitawanyang'anya, ila nitakuwa nawapa madaktari mkiwa mnahitaji na manesi, nitakuwa nawasamehe na kodi. Tunaita kodi. Kwa mfano unanunua dawa, baada ya kulipa ile 18% tunasamehewa, lakini mtoe huduma bila ubaguzi. Hata kama mnatoza gharama, basi mtoze, lakini akikumbukeni kwamba mimi pia nina vipaumbele vyangu. Kama sasa hivi tunaambiwa tumtibu mzee, mama na mtoto bila kuchaji, ndio tunafanya. Sasa mtu anaposema maslahi yetu yameguswa, maslahi yetu kuguswa kumhudumia mgonjwa yeyote bila, ukienda hospitali yote ya Tanzania unaulizwa wewe ni ya kanisa, unaulizwa wewe ni wa dhehebu gani? Mashule unapopeleka mtoto wako, ni kweli shule za sasa sababu baada ya quality na nini, shule serikali imejenga shule za kutosha, shule sisi tumeweka ili zijiendeshe. Sasa tunaweka ada iko hivyo, lakini tunatoa pia na scholarship hapa na pale. Kwa hivi kanisa Katoliki linaposimamia vitu halitafuti masilahi ya kikatoliki, linatafuta ustawi wa watu. Ila wasioelewa na wenye nia mbaya na kanisa ndio wanadhani hivyo, kwamba sisi tunasigana. Hitler alikuwa anasigana, anambia bwana, utawala wa kiimla Ujerumani haufai. Sisi kama Wakristo, Ujerumani imegawanyika wakati ule wa Hitler, imegawanyika katika madhehebu makubwa mawili, Wakatoliki na Waluteri. Sisi kama Wakristo tungependa kuona mambo yafuatayo kwenye utawala wako: heshima ya utu wa mtu na haki zake za msingi ziwepo, ustawi wa watu uwepo, mshikamano wa watu uwepo, ushiriki wa watu katika kujitawala na vyombo vya chini viheshimike viwepo. Hitler anasema hapana, mimi ndio naamrisha. Hawa Wayahudi mliowakaribisha hawa hatuwataki. Kaambia hapana, ni binadamu baba, waache. Dhambi ya ubaguzi ni mbaya. Tuliona aliyotokea kwa Hitler kuwashirikia Wayahudi. Matokeo yake ikageuka ikawa vita vya kidunia sasa.